Yaani huyu jamaa sio rafiki kabisa. Huyu hafai, sio wa kufungulia mlango. Huyu ni wa kutafutia maninja wengine makatili kumtumia ili wamuue wammalize kabisa. Unafungua, anamtaka demu wangu. Umesikia sasa? Anasemaje? Eti anakutaka yani. Namtaka Ozalima. Ozalima, unajua huyu mtu atatukondesha sana katika haya maisha. Kwa kweli. Yaani nilikwambia toka mwanzo huyu mtu atatufanya haya maisha tuyaone magumu sana yani. Yaani hilo ndo naliona sasa hivi baba yangu. Yaani ningejua kama atatusumbua kiasi hiki, ningemwekea hata sumu kwenye chakula afe mapema kabla haya mambo yote hayajatokea. Sasa hata sijui tunafanya nini, maana ananitia stress sana huyu jamaa. Wale watu niliowapa kazi sasa hivi wameshindwa. Lile genge la kina Apollo sijui Kobelo Master wameshindwa kabisa kumdhibiti. Amewapiga yani kawapiga kama watoto wadogo. Yani kawapiga kama walevi yani. Hadi mimi nimeshangaa. Itabidi tutafute watu wengine ambao wanaweza kumdhibiti huyu jamaa hata kwa silaha. Kwa hiyo hao wakina Apollo walikuwa hawana silaha kabisa. Yaani ilikuwa ni mkono kwa mkono, si ndio? Yaani tatizo wakina Apollo walikuwa wanajiamini sana mpenzi wangu. Yaani waliamini kwamba wanaweza kumdhibiti huyu kijana bila kutumia silaha yoyote. Kumbe kijana yuko vizuri kwenye kupambana. Jamaa anapiga huyu, halafu ana ngumi nzito sijui anazitoa wapi. Kwa sababu mikitu ya ngumi yake, mimi akikupiga ngumi moja Ozalima, tunakuzika leo. Yaani kama wale jamaa na sugu zao wamepigwa vile wamezilai, wewe ukipigwa moja tu unakufa. Fungeni mlango basi au mnabisha nipite nao. Yaani bado anatia kelele tu. Hachoki. Hachoki huyu mtu, yani sasa hivi kama mwenda wazimu, kama kachanganyikiwa. Si atoke jamani. This guy nowadays amekuwa kama mwenda wazimu, kama kibwengo, yani haeleweki kabisa. Kwanza ana nguvu ambazo ni unbelievable. Yani very wonderful. Anapigana, anaruka samasoti, anapiga yani anapiga style zote za kung fu unazozijua wewe Ozalima. Huyu sio mtu wa mchezo na sio mtu wa kucheka naye huyo Ozalima. Tukipata nafasi ya kumdhibiti, tuhakikisha tunamuua kabisa afe. Sikia anavyopiga kelele. Atatujazia watu hapa. Mimi nahisi hakuna haja ya kumjibu kabisa. Mwache atie kelele, akichoka ataondoka. Kwa kweli, tukibishana naye huyo, tutakesha hata ondoka hapo. Tumwache tu atie kelele, akichoka ataondoka mwenyewe. Na kwa kuwa mlango wetu ni wa umeme, najua hana uwezo wa kuvunja. Najifanya wajanja amnishiki. Ngoja tutakutana kwenye kesi nyie. Lazima nikawashitaki. Mgonjwa huyo. Yaani mgonjwa kabisa alopitiliza. Kwenye kesi hatuwezi. Huyu ugomvi wake uwe huu wa ngumi, huu wa kupiga watu kwa mfuu. Lakini kwenye kesi hata tuweza hata kidogo. Kwa maana full document za umiliki wa hii mali ninazo mimi na zimeandikwa kwa jina langu. Lakini tusijiamini sana mpenzi wangu kwenye kesi. Hata kama tunajiamini kupitia kesi, lazima tufanye namna ya kumpoteza huyu kijana. Yaani huyu kijana piga huwa galagaza, lazima tumuue. Sasa hawa akina Apollo wameshindwa kumuua. Tunafanyaje mpenzi wangu? Kuna genge lingine la washikaji wanaitwa Wajoro. Wajoro? Wajoro. Hao washikaji wanapiga sana wa jamaa, alafu wana silaha. Huwa hawaachagi kiumbe salama. Ukiwapa kazi, wanaifanya kwa weledi mkubwa na lazima wampoteze huyo. Sasa itabidi niende nikawafesi hao Wajoro, niwape hii kazi. Basi fanya hivyo mpenzi wangu, uzuri wake pesa ipo. Chochote wanachokitaka basi tutawapa, ili mradi tu watupotezee hiki kiumbe. Uwe manager, ina maana siku hizi mmeamua kutukomoa, si ndio? Kameanza tena haka nako chokochoko haka. Muda wa kufanya usafi huu, kamekuja huku kumwaga kisukari sijui ndo kabwegere. Wewe unataka nini kwani? Shida ni nini? Unakomolewa na nani? Kanatoa macho. Wewe hulipwi au unatakuntaku? Wewe mbona unakuwa na chokochoko binti wewe? Unataka nini kwani? Kuna shida gani? Madam, kile chumba 102 kule floor ya 3, kile chumba ni kichafu sana. Ni kichafu sana kile chumba. Sasa wewe kwani umekuja hapa kufanya usafi kwenye chumba kisafi? Chumba kichafu maana yake ndio uende ukafanya usafi. Kile chumba kimetapakaa kinyesi, sakafuni, ukutani, kwenye makabati, kitandani hadi mashuka, yani ni uchafu uliopitiliza. Ndio maana nimekuja hapa kukwambia, mmepanga kutukomoa? Dem, kumradi. Nani, afande, mimi nimekuja kuripoti kesi ya utapeli wa fedha. Ambayo katika hiyo kesi na mimi ni mtuhumiwa namba 1 na pia ni shahidi. Tulimtapeli mzee wa watu mmoja anaitwa mzee Mjomba Nchumali bilioni 1, tukiwa mimi na mpenzi wangu Ozalima ambaye kwa sasa hivi ni ex wangu. Halafu huyo ex wangu akanitapeli na mimi. Hivi we kijana, hiyo ni kesi au mjusi? Maana mjusi mwenyewe ana afadhali. Kesi yako haina mikono, miguu wala macho, haieleweki kabisa. Halafu huna adabu. Wewe unakuja hapa unaniita dem, mimi dem mimi?
Ni tatizo la kiufundi tu. Kumraji, si unajua tena mdomo hauna ulimi. Eti mdomo tena hauna ulimi. Mdomo hauna meno. Meno tena. Yaani ulimi hauna mfupa Ulimi hauna mfupa. Wewe hauko sawa wewe. Dishi limeyumba. Alafu na kesi yako pia haieleweki. Sijakuelewa kabisa kwa sababu unasema mara wewe mtuhumiwa, umetapeli mtu, mara unasema umetapeliwa, sijui unamtaja nani, sijui mjomba Nchumali, mara unataja sijui ex wako. Sijakuelewa. Kama una stress za kuachwa, kijana ondoka. Hapa ni kituo cha polisi. Utachezea mbata pia utalala selo. Hebu amka kwanza uondoke. Wewe usiniangalie hivyo mimi kama nimekutia pilipili kwenye kikatanya. Kesi yako haina macho wala miguu. Sijakuelewa. Mara unasema wewe sijui umetapeliwa na ex wako, mara unasema mjomba Nchumali hivi, mara vile. Sikuelewi. Kesi yako haina macho wala miguu. Sasa kesi gani inakuwa na macho na miguu? Kwani imekuwa binadamu? Wewe bwana afande unaishi umenielewa tu, ila unataka kukaja kichwa. Nimekwambia mimi nimekuja kuripoti kesi. Ex wangu kanidhulumu pesa ambayo tumemtapeli mzee mmoja anaitwa mjomba Nchumali. Sasa kwa hiyo mimi hapo nielewe kipi? Wewe ni tapeli, umejisalimisha au? Mimi ni tapeli, nimejisalimisha, ila na mpenzi wangu naye nataka akamatwe Ozalima kwa sababu sisi wote tumemtapeli mjomba Nchumali, na mjomba Nchumali ndo kanituma nije niripoti hii kesi kwa sababu yeye mwenyewe anaumwa. Unajua ka sometime kana kera, kama kanachekesha, maana yani hakaeleweki. Mimi kwa kweli mimi sijawahi kukutana na mtu mwenda wazimu kama wewe. Yani ushawahi kuona wapi gaidi, tapeli akajisalimisha mwenyewe kituo cha polisi? Sasa mimi nitakuwa tapeli wa kwanza kuja kujisalimisha kituo cha polisi. Usishangae nimekuja kuripoti hii kesi, sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu mimi mwenyewe hiyo pesa haikuwa na faida na mimi hata kidogo. Tumemtapeli mzee wa watu na mimi sijambulia hata 100. Sasa huyo mzee mwenyewe ndo anatakiwa kuja kuripoti hii kesi. Aripoti hii kesi tumpe Arabia, alafu nyie mkamatwe. Sasa yeye anaumwa. Wewe hujanielewa kumbe. Yeye anaumwa na kanituma mimi nije niripoti hii kesi haraka kwa sababu yeye hawezi kutembea, akapigwa risasi kwenye kalio. Basi wewe usiwe na shaka, usijali. Jeshi la polisi silipo, na nyie matapeli mnomtapeli simpo. Sasa akipona atakuja kuripoti hiyo kesi, afu mtakamatwa. Ndio sheria itafuata mkondo. Usishangae, inatakiwa mwenye kesi aliyotapeliwa ndo aje aripoti hiyo kesi, kwa sababu mimi sikuamini hata kidogo wewe. Wewe unaweza ukawa mwenda wazimu, una akili timamu kabisa, kwa sababu mtu ambaye amemtapeli mtu, amemwibia mtu hela, hawezi akaja kujisalimisha kirahisi namna hiyo. Kwa hiyo wewe nenda kafanyeni mchakato, labda kama ataweza kuja basi aje ili aripoti hiyo kesi. Shega, hamna noma. Si hata nikimleta kwenye machela ni sawa tu. Basi shega, nakuja naye hapa chapu. Sasa kuna watu wanatembea na stress. Huyu hayuko sawa huyo. Kaachika, kaachwa na mpenzi wake, amekuwa mwenda wazimu. Jamani, ushawahi kuona wapi mtu eti katapeli? Yeye ni tapeli afu anakuja kujisalimisha eti amekuja kuripoti kesi ya utapeli, kwamba yeye ni tapeli aliyokubuhi. Hayuko sawa huyo. Haya madam, nadhani umejionea mwenyewe kwa macho yako mawili. Ubishi sasa hamna. Sasa nataka uniambie, hiyo 1500 mnaotulipa ya usafi ndio mmeamua kutukomoa kiasi hiki? Yaani mimi kwa kweli nashindwa kuelewa. Hivi huyu ni bilionea au aliyejinyea? Kwa sababu sio kwa uchafu huu. Yaani hata mtu tuseme kwamba sijui amekula manini, amevimbilwa, hawezi kudondosha nya kiasi hiki akachafua chumba kiasi hiki. Huyu kapitiliza. Na mimi hapa siwezi kufanya usafi kwa 1500 leo. Yaani uchafu kiasi hiki, kiumbiko hiki cha kinyesi, halafu eti nisafishe kwa 1500? Hilo swala haliwezekani. Siwezi kufanya huo ubwarasi. Yaani hapa bila 50,000 hiki chumba kwa kweli mtasafisha wenyewe. 50,000? Mimi 50,000 naitoa wapi? We ngoja, kwa mzee mwenyewe yuko wapi? Huyu bilionea yuko wapi? Yupo pale sebleni kajikalisha tu anakunywa kahawa. Yaani alafu kauzu wa mbuzi kabisa. Huwezi amini kama ndio yeye aliyofanya huu uchafu kiasi hiki. Kajikausha. Ngoja nikaongee naye kwanza, atupe maelekezo ya hili tukio, kwa sababu sio kawaida hivi. Choo kipo humu ndani. Hata kama ameshikwa na uhalisho, jamani, si unakaa chooni tu uko unamaliza mambo yako, ndio amwage namna hii kama alikuwa anamwaga zege? Ngoja nikaongee naye, halafu akitupa maelekezo tujue ni kitu gani kimemsibu hadi anaamua kufanya hivi, na hela ya usafi atatoa yeye mwenyewe. Mimi siwezi kutoa hela yote hiyo 50,000. Hiyo pesa mimi sina.
Wewe unataka kumsumbua mgonjwa jamani. Huyu mwenzako bado ana enka ya kalio. Mwenzako hayuko sawa huyu kwenye kishundu. Ananitangaza huyu. Kila mtu ajue kwamba mimi kwenye kishundu sina hali. We, sikiliza Dr. Martha. Mimi ndiyo siko vizuri sana kifine. Lakini naomba kwanza niende na huyu jamaa kwa sababu ni kituo cha polisi na issue ni kwenda kuripoti tu tatizo. Niende mimi nikaongee na afande, anikatia arabi, watuhumiwa wangu atafutwe. Na moja ya mtuhumiwa ndio huyu. Nataka mabwana watafutwe wamenitapeli kwa sababu nikitoka hapa hospitali nikipona nikirudi nyumbani, mimi nikirudi narudi mikono mitupu, hata hela ya kulipa hospitali hapa sina. Nitawalipa nini Dr. Martha? Acha niende nikahangaike kwanza huko. Yeah, of course. It is just a one time activity, Dr. Martha. Haitachukua muda mrefu sana, alafu pia muangalizi nipo hapa. Nitakuwa karibu naye, akipata shida nitamrudisha haraka, na pia akishamaliza kufanya process hizo nitahakikisha namrudisha hapo hospitali kwa wakati. Kwa hiyo usijali dokta. Huyu jamaa yangu atakuwa salama tu. Mimi sio mtu mbaya. Nataka afanye hii kazi ili mradi tu afanikisha. Akishafanikisha najua na mimi nitapata chochote kitu. Kwa hiyo please doctor, let him go to work. Maana hapa anaenda kazini, hapa anaenda kurudisha angalau mafao yake kidogo aliyopotea. Sawa, kweni makini basi. Umesikia baba? Take care. Okay. Take care baba. Nakutegemea sana. Sawa. Tumeisha. Nilijua tu. Nilivyoona unaingia hospitali, nikajua lazima utoke na huyo mzee. Nilikwambiaje kuhusu huyo mzee huyo? Huyo mzee namdai deni kubwa sana. Huyo mzee sitaki kumuona tena kwenye ulimwengu wa dunia. Ni bora ulivyonitolea nje huyo mtu. Huyo mtu namtaka na lazima nimmalize leo hapa. Aishe, Rashidi Ngumijiwe. Sema. Nilikwambiaje kuhusu huyu mzee? Kwamba ukimgusha huyu mzee ni sawasawa umenigusha mimi katika sehemu zangu za siri ambazo kwa kweli haziwezi kuguswa na mwanaume mwenzangu. Nitakufanya kitu kibaya. You better watch your back. Lazima nimuondoe huyo. Rashidi, nipishe. Niondoke na mzee wangu nimpeleke kituo cha polisi akachukua arabia kesho. Namuondoa huyo. Rashidi, nipishe. Wewe ndio unatakiwa kunipisha. Kunyangishi. Ngoja nikuonyeshe.